hata kuna story nilisahau kuambia Gasharu. Mnaona kwa ule mama wa pale chini? Wapi? Hapa chini ukipita kwa nani? Si chini ni kwingi. Chini ni kwingi. Ukipita pale kwa mama Motembei hapo. Nani mwingine ako hapo? Ule wa Karuse. Eni. Ule wa Karuse sinia msichana wake alienda university Nairobi. Sio tulichanga the other day. Na si ndio ile tunataka kwa kanisa. Hapana, sasa nataka kukupatia hadithi. Nilifikiria tunataka tuchange tena. Sasa huyo msichana ameenda university ya Nairobi. Yes. Venye alienda huko university, unaona vile mambo ya wasichana kwenda kupendana na vijana wa shule. Akajiekelea kijana. Haya, hata na ile shida yote tulifanya pale sasa ajiwekelea kwa kijana. Sikiza. Tuambie tuna mapema amezaa mapacha. Hebu sikizeni. Wacha kujibu Kenya hujaambiwa. Aya, akaenda Nairobi. Hizi shule watoto wanaenda kusoma. College. Za university. Za university. Msichana akaenda akajiekelea kijana wa wenyewe. Mamake akimtumia pesa walipe nyumba, wanaenda raha zao na pesa zake za nyumba, anakaa kwa kijana. Wacha kuniambia. Wacha wivu. Acheni wivu. Kuna shida gani? Sio wivu mama yake. Huyu kwanza nauliza aje. Wewe nini hapo kuna shida gani hapo? Shida iko hapo. Sikiza shida penye iko. Shida iko hapo. Huyo msichana tumechanga pesa kama community. Sasa kaenda sasa hasomi. Kameingia mchukue yenu. Sikiza wewe. Acha kuongea vibaya. Hebu sikiza Kagore nikwambie. Koi wake nitaambia yake wakati atafika hapo. Maliza nimwambie koi wake. Sasa msichana wangu akajiekelea kijana. Wakakaa nyumba moja. Akitumua pesa wanaenda kwa raha zao. Anakunywa mama yake damu. Ndio hiyo sasa. Sasa wakakaa. Bila wamemaliza shule, si unajua tu kawaida ya wasichana. Kwenda kuzurura mtaa, kwenda na hizi bar. Akaona kuna kuanga na wazee wako na mapesa na magari. Nilikwambia wazee ni wale tu tunataka kumaliza kwa kijiji. Hata Nairobi wako. Mzee amejiekelea kale kasichana. Sasa acha kijana sasa kako na ule mzee kwa sababu ako na pesa. Sasa kijana anajua sasa mambo imekuwa mzuri. Sasa ameacha kupeleka pesa ya mama yake kwa hiyo kijana. Sasa kuna shida. Kwani hamumtaki? Lazima akae tu. Kuna shida. Sasa unakuanga na kichwa mzuri. Wewe unaangalia ufikiri hivi. Angalia kama ni mzuri. Hii ni mbaya. Wacha na huyu. Sikiza Kagore. Sasa msichana amejiekelea huyo mzee. Mzee anakuja anasimamisha zinaitwa Prado ama zinaitwa Harrier. Hizo mingi kubwa. I think wanakaa hapa panaitwa bypass. Msichana anaona gari kwa dirisha, anatoka, anaacha amezubaisha kijana, anaenda kwa mzee. Kwa mzee. Ndio si atarudi na kanyama. Haya. Sasa mzee akinaweza kukugonga wewe. Wewe unavaa kugongwa slap. Sasa huyu msichana ameasikizana na kijana kusikizana. Sasa na huyo mzee. Sasa anataka kuacha kijana. Na kijana ndio anaweza muua huyu mzee, anaweza mpeleka wapi? Wapi si anamharibia maisha. Si anakuwa second wife ama dad. Na wewe. Wewe akiwa na wake mko na uchungu, msirudi wasichana. Uko na bangapi wewe? Sijui. Nyamaza. Ako na bangapi? Kwanza nyamazia hapo. Nataka kuambia mambo ya koi wake. Hebu nikwambie za koi wake. Koi wake si alienda ate abataki niko iko hapa. Koi anaenda yango na mzee wa miaka 84. Ngoja. Koi sasa, koi anaongea mambo tu ni kama ni kawaida mzazi kusema ati ni kawaida. Sasa sikiza. Hapana, mimi nilikuwa nasema sijamaliza. Mumeongelea mtoto wenyewe sana. Hebu tuongelea kwako. Huyo mzee wake, huyo mzee wa 84 wako wapi? Sikiza. So na Koi hata sasa mahali amejificha. Na nilikuwa si kutaka kumwambia kwa sababu najua ni kiherehere na nitoho. Koi sasa ako na mimba ya kako kazee kama kaita. Aterere. Yes. Yes. Kwa nani? Wako. Wewe tiga ngoma wewe. Ebuka kushika sasa. Ako na mimba ya kama mzee. Nakuuliza aje? Mzee wa wapi? Mzee wa wapi? Miaka 80. Atazaa kaguka. Wewe acha hiyo mchezo uko nayo wewe. Ni mchezo. Ni kama ndo magita daga hakuwe na nini? Sasa. Ngoja. Afadhali mtoto wa mwingine. Wewe acha uongo wewe. Lakini si wake.
Ako kamzee ni kawapi? Ako kamzee ni kawapi? Utanyonga mtu. Ako kamzee ni kawapi? Wachana, tumalizie story. Si unasikia sasa? Amerorero. Sasa sikiza, nikupea story sasa. Msichana wa wenyewe alijiekelea kijana wa wenyewe. Yes, hiyo tumefika mpaka akatafuta kamzee kama hako tu. Ulikuwa umetufikishia kwa kamzee. Si ndio nakwambia? Yes. Endelea. Akachukua kamzee tu. Yes. Sasa huyu msichana ameona kijana hana manufaa kwake. Sasa anataka huyu mzee juu anampeleka boutique. Anachukua ile nguo anataka. Akimpeleka kwa viatu, anavaa za bei kali hata kuliko mama yake. Sasa anaona vile na hako kama msichana ni kale tulichangia tu. Kabisa. Anaona virahisi ni kutupa kale ka kijana wameishi na hako kwa nyumba. Yes. Sasa ka kijana nako kanapenda msichana juu ni yeye kameishi kukula. Yes. Maliza, mumalizie. Sikiza. Sasa usikie penye shida iko. Msichana juu amepewa pesa na ule mzee ameenda kotini kushtaki aka kijana juu akitaka kutoka na vitu zake kalikata. Unaelewa? Juu kijana anataka msichana. Lakini nao wasichana wa siku hizi wanataka kwenye kumetafutwa. Yes. Hawataki kuchoka kutafuta. Na si alikuwa ameenda shule. Sikiza sasa. Sasa watoto wa shule hii wa siku hizi. Akaenda kotini. Sasa hiyo kesi ikafika mahali imezidi kwa polisi, imepelekwa mpaka kotini. Kupelekwa kotini, Mungu hakurangi ugali. Hapana. Na hutakaifanya kijana wa wenyewe vibaya. Kijana si akasimama mbele ya mahakama. Kijana kuangalia jaji akaona na ule jaji ni kama ni walika yangu. Kitu ya kwanza akamwambia, Your Honor, you are very smart. Yes. I can see kama umetoka Nairobi. Yes. Jaji naye unajua kuna kitu naweza ona naye akafurahia. Hakuuliza huyo kijana. Haya, kijana akasomewa mashtaka yake yote. Lakini ya mwisho kijana akasema hiyo yote ni uongo. Na kwa ukweli ni uongo. Na kwa ukweli ni uongo. Huyu msichana ni venye amechotwa na ule mzee yako na utotumize twa 8 years. Kesi ikaenda anje. Unaelewa? Sasa kwa Mungu mzuri. Ama ni nini? Sasa huyo kijana hakufungwa. Hapana. That is God. Huyo kijana hakufungwa, Mungu wake hakulala. Kijana akatoka kwa mashtaka na akaendelea na maisha yake. Sasa huyu kijana, wewe unaweza kaa na mtu anakuchimbia shimo ya kukupeleka polisi na unajua polisi ni wapi? Hebu nikuulize, wewe umeongea kesi nasikia ni kama na ile. Huyo ndiye same kijana aliambia Your Honor ata wakati alikuja kushikwa aliwaambia hata zile nguo zake za ndani. Good. Ulisikia hiyo story Kagore nimesikia. Kwani nguo zake za ndani alikuwa ameisikia. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo nakwambia hivi. Polisi wacha kuchekaga wakati watoto wa wenyewe wanaona mabaya. Sasa hebu niambie ni venye nitaua huyo mzee.